let Tara Cunningham die. Help! Help! Help me! Haki ya Mungu walai. Bibie kisa sanduku la kuokota na tolewa uhai. Jina lake anaitwa Ines. Maisha yake ni magumu si mepesi. Hana mtoto hata mmoja. Anaishi maisha yake kisoja. Siku ya leo bibia Ines akiwa katika pitapita zake mtaani, anakutana na masanduku mawili ambayo yametupwa maeneo hapa. Akatulia hapa na kuanza kuyakagua kama anaweza kupata ambalo ni zuri akalitumia nyumbani huko. Na kwa sababu hana begi, basi akilipata ambalo liko vizuri ama stable basi akalitumia kuwekea nguo. Yote ni maisha tu. Sio kwamba eti anapenda kuokota masanduku ya kutupwa, hapana. Ila ni vile tu refu limemkaba kooni. Na wala hataki kujua ni nani ambaye kayatupa. Yeye akachagua moja ambalo lipo vizuri linamfaa kaondoka nalo. Kufika nyumbani kwake kalifungua ili kwanza kulifanyia usafi. Lakini akawa anashangaa kuona sanduku limekuanguliwa na vitu kama makucha hivi. Yapo inaashiria kwamba kuna kiumbe ambacho kilikuwepo ndani ile hapa box, lakini hajulikani kwamba ni kiumbe gani hicho. Anatazama kwa uzuri anakuta kuna nywele za binadamu. Na si nywele tu. Kumbe hata na kucha za binadamu na meno pia yapo. Nini hiki? Malaa tayari limeshaanza kumuinda bibi Ines kutokana ile hapa sanduku ambayo kaliokota. Lakini bado hajagundua kwamba kuna roho za mauti zimeanza kumnyemelea eti. Akachukua compressor na kuanza kupuliza huko ndani ile hapa box ili kutoa uchafu na mavumbi. Maana ka box ni kachafu ile mbaya. Alafu kana kutu. Ile hapa sanduku pale ambapo amelikuta bibi Ines. Wala alikuwekwa pale kwa bahati mbaya, bali ni mipango madhubuti kabisa ambayo iliwekwa na watu ambao wana roho mbaya. Ili mtu akijipendekeza kwenda kulichukua na kwenda kulitumia basi balaa kutane nalo. Maana wewe wake utakuwa mikononi mwa majini ambao yapo kwenye ile hapa sanduku lenye laana. Ines baada ya kumaliza kusafisha ile hapa sanduku basi akaanza kupanga nguo zake na vitu vingine. Bibia na hatari, yani anapanga vitu vyake kwenye sanduku ambalo lina laana mpaka linafurumia laana. Dawa maskini bibia wa watu. Anadhani kwamba amepata sanduku la kuwekea nguo, kumbe amekaribisha matatizo na mabalaa ambayo yanaweza kuondoa wewe wake. Ili hapa sanduku la kitambo, miaka nenda miaka rudi. Limekula chumvi nyingi mpaka limeota kutu. Ukishoboka nalo linakuua hata kama mtukutu. Majira ya usiku bibi Ines akiwa amelala barabara bila kujua kwamba amekaribisha msala. Kwa kubeba ile sanduku lenye kutu ambalo linachukua uhai wa watu. Hawezi kuliua hata kama ana mtoto. Amelala mwenyewe usingizi fofofo bila kujua kinamuita kifo. Ukiona umeingia kwenye 18 za ile hapa sanduku basi ujue uweze kutoka salama hata kwa msaada wa shifo. Mmoja jamani namuonea huruma Ines wa watu. Maana hii hapa ndo mida ambayo sanduku na kiumbe ambacho kipo ndani yake waga kinaanza kazi yake ya kwanza kuvuna roho za watu. Akashtuka na kuamka baada ya kusikia kama kuna kitu kinafungua mlango. Ile anatupa macho pande zote, anashangaa kuona kilichofunguka sio mlango, ni sanduku. Hapa inaitwa Songombingo Bongo na Nyoa Mpaka Dongo. Ni kwa sababu kiumbe ambaye alikuwepo mle ndani ya lile pale sanduku ameshatoka tayari kwa ajili ya kwanza kuvuna roho ya bibie. Na kama ambavyo mnajua siku zote usiku wa manane ambavyo waga wanakuwa tulivu, yani kila kitu waga kinasikika kwa uzuri kabisa. Kwa balaa hili sijui kama bibi Ines anaweza kusurvive, labda kama atakuwa na ubavu. Hofu na mashaka moyoni mwake tayari yameshatawala. Anahisi kama vile inamuita palapanda lakini bado jasanda. Macho yake yaliyojawa na udadisi wali ya juu bado yanazidi kuangaza huku na kule. Amekaza katulia apigi hata kelele. Mara kiumbe cha ajabu kinatokea mlangoni na kuanza kumfuata bibi Ines. Bibi alishtuka na kuogopa, ilibaki kidogo tu moyo utoke mdomoni. Anajaribu kuwasha taa lakini haiwaki. Akachukua simu yake na kuwasha tochi ili aweze kumulika kwa uzuri. Ili hapa jitu ambalo linampatia tabu bila sababu likapotea. Mara ghafla tena likatokea. Akakurupuka kutoka usingizini. Kumbe vitu vyote ambavyo alikuwa anaviona ilikuwa ni ndoto tu na si uhalisia. Lakini ajabu kitazama pembeni anakutana na lile sanduku ambalo alikuwa ameliota usiku limefunguliwa. Na kweli lipo wazi. Na ijulikani nani ambaye kalifungua. Hapa ni maajabu. Kwa hiyo kumbe ile pale ilikuwa tu ndoto. Ilikuwa na uhalisia ndani yake. Ilikuwa inamuonesha kitu ambacho kitakuja kutokea hata kabla hakijatokea. Na ndio maana kile kitu ambacho alikuwa amekiona katika ndoto na kweli katika uhalisia baada ya kushtuka na kikuta vile vile ambavyo alikiona usiku kimetokea. Na pale ambapo alikuwa anaota sanduku linafunguliwa, kumbe ndo jini lilikuwa linatoka ndani ya lile pale sanduku. Ili liweze kuanza kazi yake nzuri, Ines akainuka pale kitandani na kuanza kupiga hatua akisogelea lile pale sanduku. Kumbe nyuma yake kuna jini linamwangalia tu, alafu ya jicho chote kile ambacho kinaendelea nyuma yake linamngazia tu sharubu, linamtamani dawa maskini ya Mungu, lakini haja aliona. Na ndio maana kuna msemo mmoja hivi ambao unasema kwamba ukitaka kushinda vita basi hakikisha unamuona adui kabla haja kuona. Maana akikuona tu adui kabla hujamuona, hapo ujue bye bye umeishaisha. Jini likaanza kumpiga songo bibie. Kwanza kabisa likaanza kumvunja mkono kama vile ukuni mkavu. Kacha! Bibi akavunjika mkono. Ameshindwa kusurvive, amekosa ubavu. Na kwa jinsi ambavyo jini lina roho mbaya, alikutaka kuishia hapo. Likamvunja tena bibi Ines mgongo,
kibiongo mpaka shingo na miguu yote miwili likavunjilia mbali huko, na kisha likamchukua na kumweka ndani ya lile pale sanduku. Alafu sasa sanduku likajifunga lenyewe pa. Kesho yake asubuhi imekuja sanduku linaonekana pale pale ambapo lilikuwepo mwanzo. Hii ndo maana halisi ya majini. Sasa yanafanya chochote kile ambacho yanataka. Kuyashinda ni kazi. Kwa maana hiyo ni kwamba sanduku limewekwa hapa kama chambo, ili mtu mwingine yote yule akija tu kujipendekeza na kulichukua sanduku hili hapa na kwenda kulitumia nyumbani kwake, basi naye anaaga mashindano kama ambavyo Enes ameaga mashindano. Na sio Enes peke yake ndo ambaye amekufa. Watu wengi tu tayari wameshaaga dunia kwa sababu hii ya kulichukua hili hapa sanduku. Majini analiweka hapa, mtu akija kulichukua na kwenda kulitumia na kwenda. Kwa hiyo mchezo huu hapo unakuwa muendelezo siku zote. Basi hapa ndio kwa mwisho kabisa wa maisha ya Bibi Ines. Lakini pia ndio mwisho kabisa wa bwana letu hili hapa. Ciao.